Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema mauti ililetwa na mtu. Mauti ililetwa na mtu. Tutaenda kuangalia ni namna gani mauti ililetwa na mwanadamu na ni namna gani ya kuiepuka hiyo mauti. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama vile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 21 kinavyosema, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunakumbuka pale ambapo Mwenyezi Mungu alikwisha kuiumba dunia. Aliwaumba wanadamu kwa mfano wake. Ina maana tunajua kabisa hapa wanadamu wa kwanza kuumbwa ni Adam na Hawa. Lakini katika bustani ya Edeni, pale ambapo alikwisha kuweza kuiumba bustani ya Edeni, Adam ndiye aliyekuwa wa kwanza kuwekwa katika bustani ya Edeni. Hivyo tukaangalie ni makatazo yapi ambayo Mwenyezi Mungu alimkataza Adamu kwamba asiweze kufanya katika bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe tena. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 17 kinasema kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hapa tunakwisha kuangalia Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anakwisha kumwambia Adamu, na pale ambapo alikwisha kumwambia Adamu, ukisoma chini yake hapa kuanzia kuendelea katika mstari wa 18 ndipo Hawa alipoweza kuja. Ina maana Mwenyezi Mungu akasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanya wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaangalia ni mambo gani ambayo yaliweza kutokea pale ambapo Mwenyezi Mungu alikwisha kuweza kutimiza, kwa sababu pale Mungu ambapo anakwisha kuweza kusema huwa anatimiza. Ina maana kama Mungu hajalisema, ina maana hawezi kutimiza. Ndivyo Mungu tunavyojua Mungu ndivyo alivyo. Mungu akisema ni lazima atimize neno lake, kwa sababu Mungu siye muongo. Ina maana pale aliposema ndipo pale alikwisha kumleta Hawa katika bustani ya Edeni. Ina maana alimfanyia kufanana naye. Hivyo basi walipokuwa wakiendelea kukaa katika bustani, tunaangalia agano tayari Adamu alipewa namna gani ya kuishi, alikuwa anajua. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1, tunaenda kuangalia ni kitu gani ambacho kilitokea walipokuwa wanakaa wawili. Tunasema kwamba basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda? Ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya.
Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunakwisha kuangalia ni kitu gani ambacho kilikwisha kutokea hapa. Ina maana nyoka alikutana na Hawa. Ina maana tunaanza kuangalia huyu ni shetani moja kwa moja. Ishara ya nyoka ni shetani moja kwa moja. Namna ambavyo shetani alikwisha kumuuliza Hawa ni swali la mtego. Pale ambapo alimuuliza swali la mtego, ndipo pale Hawa akafumbuka na vitu vingine. Tunajua kabisa siri za Mungu zipo kwa wale wamchao. Ina maana shetani hamchi Mungu. Siri za Mungu atazitoa wapi? Ina maana atazitoa kwa wale wanadamu ambao hawana siri. Ndio maana tukikumbuka shetani anamuuliza Hawa, anasema hivi ndivyo mlivyosema Mungu, alivyosema Mungu msile matunda ya miti yote ya bustani. Ina maana shetani alikuwa hana uhakika. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Ina maana Hawa alifumbuka, katoa siri zote. Bwana Yesu asifiwe. Tena ina maana kazi ya shetani pale ambapo anakuwa amepata siri, kitu ambacho huwa anakifanya waga anageuza yale mema yanakuwa mabaya. Na ndio maana pale ambapo Hawa alikwisha kumwambia, kuna neno ambalo adui mwenyewe alisema katika kitabu cha Mwanzo tena sura 3 mstari wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Akasema kwamba neno la Mungu ni hakika, lakini shetani yeye anakuja anataka kuligeuza. Na Mungu akisema kitu amesema. Kama Mungu amesema kwako kitu, ina maana msikilize huyo Mungu, ndio ambaye atakuja akwambie namna ya kufanya. Ina maana ukiona tu neno la Mungu limekuja kwako, ina maana lazima litimie. Kwa sababu gani? Mungu si kama mwanadamu, yaani kwamba akwambie kitu alafu aje akwambie tengua hicho kitu ambacho au aje akwambie tena nimetengua hicho kitu ambacho nimekwisha kukwambia. Hakuna kitu kama hicho. Ukiona kwamba neno la Mungu limekuja alafu vimeanza kuja viulizo vingi, ina maana huyo ni shetani anakuwa anasogea. Hivyo basi tumekwisha kuangalia ni namna gani mauti iliingia. Ndio hapa ambapo tayari walikwisha kula ile tunda kwa kumsikiliza nyoka. Ina maana Mungu alitokea mbele ya wanadamu. Alipotokea mbele ya hawa wanadamu, akamuuliza Adamu, uko wapi? Adamu akawa amefichama, na pia akawa wamejishonea tayari yale mavazi ya kuvaa. Hii kitu ambacho alikisema Adamu, alisema mimi nipo uchi. Na maana tayari hii ni aibu, hii ni dhambi. Mungu akamwambia, umejuaje kama upo uchi? Umeala yale matunda? Yeye alichokisema Adamu ni huyo mwanamke uliyekwisha kunipa. Ina maana hapa tunaangalia tayari sisi tupo katika kizazi ambacho tumefunuliwa, tunaweza kuomba rehema, lakini kitu ambacho alikisema Adamu ni huyo mwanamke. Ina maana Mungu anaangalia, Mungu amempa wa kufanana naye ambaye ni mwili mmoja. Inakuwaje tena aseme huyo mwanamke? Ina maana ni kosa jingine tena pale. Ina maana hapa Mungu alivyomuuliza tena mwanamke akasema ni nyoka. Hayakuwa majibu kamili ya kumpa Mungu. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu alitoa mamlaka kwa kuamini hao wanadamu, lakini wakaweza kumgeuka kwa kumtii shetani. Hivyo hapo ndipo laana ilivyokwisha kuenea katika ulimwengu. Ina maana kilichotokea Mwenyezi Mungu alishusha laana kwa wanadamu, lakini pale ambapo aliona mwanadamu anateseka, alimtoa mwana kondoo ambaye ndio Yesu Kristo, akaweza kumwaga damu kwa ajili yetu sisi
wanadamu. Na ndio maana tunaangalia katika ishara ile ya wale wanadamu kujishonea mavazi, Mwenyezi Mungu hakuikubali, na maana aliwastili kwa mavazi ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunaye mnyama ambaye alichinjwa, mwana kondoo, kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Hivyo hati ya mashtaka yote ipo kwenye msalaba. Amekwisha kufa pale Yesu msalabani, ili sisi tusiweze kukaa na hiyo laana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi tunatambua kwamba mauti ililetwa na mwanadamu. Hivyo pale ambapo mwanadamu anakuwa katika upande wa giza, anakuwa anashikwa na hatia ya dhambi. Hivyo basi mafanikio hayawezi kuwepo, kwa sababu ipo laana ambayo ilipatiliziwa toka Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya walio wake ambao ni Israeli, lakini pale ambapo walimkataa, neema ikatufikia na sisi. Hivyo mpokee Yesu Kristo aweze kukufutia laana zote na uweze kuwa salama. Utakuwa na mafanikio, hautaweza kutikiswa na kiumbe kilichopo katika dunia hii, kwa sababu kipo kumnasa mwanadamu kwa ile laana ya kwanza, kuto kumtii Mungu. Ukimkataa Yesu Kristo unakuwa tayari upo katika nje ya misingi ya Mungu. Kwa sababu gani? Kutokuamini ndiyo dhambi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.